Katika historia ya Afrika, majina ya mashujaa hayataweza kutajwa bila kumgusia Malkia Nzinga Mbande, aliyezaliwa mwaka 1583 hadi 1663. Mwanamke huyu kutoka falme za Ndongo na Matamba, Angola ya leo, alisimama imara kupinga ukatili wa Wareno wakati biashara ya utumwa ilipokithiri. Wareno walitaka kufagia kila kitu: ardhi, rasilimali na muhimu zaidi, watu. Waliwakamata Waafrika, kuwasafirisha kwa nguvu kwenda Amerika kama watumwa, lakini Nzinga hakukubali. Kwa akili yake ya kisiasa na ujasiri wa kivita, alikusanya majeshi, akawapa silaha na akatumia mbinu za vita vya msituni kuwashinda wazungu waliokuwa wamezoea kutawala kwa hila na mabavu. Kwenye mkutano maarufu wa amani, gavana wa Kireno alikusudia kumwaibisha Nzinga kwa kutompa kiti. Nzinga hakusita, alimwamuru mtumishi wake apige magoti, akaakalia mgongo wake kama kiti. Dunia nzima iliona wazi huyu hakuwa kiongozi wa kudharaulika. Alikuwa malkia wa damu ya chuma. Kwa zaidi ya miaka 30, Nzinga alizuia Wareno kutokamata kabisa maeneo yake. Aliwafanya walipe gharama kubwa ya vita, akaondoa faida nyingi walizotarajia kwenye biashara ya watumwa, akiwakaribisha watumwa waliokimbia, akawapa hifadhi na akawageuza wapiganaji dhidi ya wakoloni. Kwa Wareno, Nzinga alikuwa adui mkubwa. Kwa Afrika, alikuwa ni ishara ya mwanamke aliyechagua kupigana badala ya kunyenyekea. Mwanamke alionyesha kuwa si wanaume pekee walioweza kuongoza mapambano makubwa.